Difference ya mganga na mchawi ni naweza waambia mimi mganga ni ule ambao mwenye anategua zile vitu ambaye mchawi ameharibu mtu. Okay. Kwa hivyo mchawi ni ule ambao mwenye anaharibu. Kazi yake ni kuharibu. Daktari, kuna jamaa fulani ameweza kujitokeza pale TikTok na anaficha sura yake, lakini ulikuwa umemention like wewe ufichi sura yako. Pengine ni wewe ama ni nani? Hiyo naweza pata kuambia wale ambao wanatuona ama wateja wangu. Mimi siwezi jificha kama waswa. Siwezi jificha. Mimi niko mambo zangu nazifanya straightforward na kuwa hadharani. Hata nafikiri wale ambao wananiona jinsi vile nafanya kazi. Ndio maana nilitaka nikuje niambie hao wateja wangu ambao wanatuona ama wanatusikiliza wakati huu, kuko na wale ambao wameanza kujifanya ni mimi lakini sio mimi. Kwa hivyo cha muhimu ni hizo namba vile mnaona vile nimevaa kofia. Hiyo ndio kitu ambacho mnaweza pata kuweka difference ya wale ambao mwenye anajificha na namba zangu za simu ndio zinaweza pata kuweka difference pale. Yangu. Okay. Na ungependa kuambia nini hao wenye wanajifanya kama wewe? Hao definitely wataona hivi. Yes. Hao ambao wanajifanya ni mimi nataka kuambia na nawaonya wasije wakapata kuona ya kwamba wananiharibia kazi. Hiyo ndio kenye naweza pata kuambia waache kujifanya kwenye TikTok kwa sababu mimi sina account yoyote kwenye TikTok. Hiyo kenye naweza pata kuambia wale ambao wanatuona wale wateja wangu na hao ambao wanajifanya hivyo naenda kuwachukulia hatua. Okay, pengine nadiru na mambo mengi, nashughulika mambo mengi. Ukiangalia na mambo ambayo nimekuwa nafanya na shughulika na mambo ya mashida na magonjwa mbalimbali. Mashida kama tuseme unataka kuongeza cheo, uizi, mapenzi, ndoa, yote nashughulika nayo. Ukiwa huko kama wewe ni mwanaume ambao mwenye labda nguvu za kiume ziko chini, wewe nitafute tu nitapata kukusaidia. Sipate kuwa uko nahangaika na mimi niko hapa natengeneza. Watu wako na mashida. Kwa hivyo sitaki upate kuona ya kwamba nasema daktari anashughulika na mambo ya wizi peke yake. Hapana, nashughulika na mambo mengi. Najua unaweza kuta mwanamke akauka anasumbua mzee kwa nyumba, yule ambao mwenye anafanya usharati. Mimi hiyo yote nachapa nakuta naweza pata kuona ya kwamba nakufanyia kazi, huyo mama nampata hadharani apate kunaswa. Mambo mengi ambazo zingine siwezi pata kuona ya kwamba naongelea kwenye media. Yes. Pengine hapa nyuma yetu naona kuna vitu zako za kazi. Sijui kama tunaweza ona. Haya, daktari, pale mwisho naona kuna nyungu. Pengine utueleze hizo vitu ziko hapo ni za kazi gani? Okay. Hiyo nyungu ni ile nyungu yangu ambayo natumia wakati ambayo nafanya tambiko zangu. Yes. Wakati wakuwa naanza shughuli zangu, useme kunasa mtu. Mambo zangu ambao vile mnajua mambo ya ofisi inakuwa na mambo mengi. Lakini ni mambo yangu na nini nyungu yangu ambayo natumia kufanya tambiko ya wakati wa kushughulikia mteja wangu. Hapa naona kuna kiondo, nayo ni ya kazi gani? Hiyo kio ni ya kuvurutia zile vivuli za watu. Wakati ambayo namulika kule mbali. Na hizi vitu zimekaukia hapa ndio mimi tunatumia. Hizo ni madawa. Ndio dawa. Hizo ndio dawa. Okay, na ule mtu naona pale mwisho ndio nani? Huyo ni babu Pungwe. Sasa huyu ndio babu yako? Huyo ndio babu. Yes. Na wasikilizaji, namba ya simu nataka kuanzia kwa Safaricom. Niko na 2 tu. Kwa Safaricom ni 2, Airtel ni 1. Safaricom ya kwanza ni 0724753441. Hii ndio Safaricom ya kwanza. Nataka kuirudia ni 0724753441. Hiyo ndio nambari yangu ya simu ya Safaricom ya kwanza. Ingine ni 011 29 79 649.
Hiyo ndio nambari yangu ya Safaricom mwingine ya pili. Naweza iregea kwa Kiswahili 0112979649. Hiyo ndio nambari yangu ya Safaricom ya pili. Ya mwisho ni Airtel. Wengi wanapenda sana kupiga kwa namba ya Airtel. Kwa hivyo nataka pia niwapate kuwasomea. Nambari yangu ya Airtel ni 07 38 49 69 80. Yani ni 07 38 49 69 80. Hiyo ndio nambari zangu za simu. Mtu anaweza pata kunipata hapo na tupate kuona ya kwamba tunaongea na yeye, nimuelekeze penye niko. Naweza kuwa kwa ofisi nyingine, kwa hivyo nafaa upate kunipigia kwa hiyo nambari ya simu. Ungependa nini kuambia watazamaji tukimalizia? Tukimalizia ni kuwakumbusha wasipate kupotezwa. Hiyo ndio chenye ninataka ni wapate kujua, kwa sababu watu wengi wameanza kukua kwamba wanaingilia TikTok, wanaingilia media, wanajifanya ni daktari waswa, wao ni madaktari waswa, lakini si hawa. Mimi sijifichi mahali popote. Na wanakuta mtu anajificha, anapata kuitana nambari yake, mtu anapata kupokea hiyo namba ambayo yenyewe si ya ukweli. Kwa hivyo mwenye ananitazama mimi nakuwa wazi na najulikana kwa kila mahali popote. Kwa hivyo sije ukapata kuona ya kwamba napotezwa, sababu mimi maofisi zangu mara nyingi hakuna mtu mwenye ajui zinakuanga hadharani.